Hello mpenzi msikilizaji, karibu sana. Naitwa Mwalimu Bwile. Leo tunaenda kuangalia kitabu kinaitwa The Concubine. Hii ni riwaya iliyoandikwa na mwandishi anaitwa L.H. Amadi mnamo mwaka 1966. Nigeria ndipo setting ya kitabu inavyotuonesha. Kitabu hiki kina wahusika kadhaa. Kuna mhusika mkuu wa kike anaitwa Ihuoma. Mhusika mwingine anaitwa Emenike. Kuna mhusika anaitwa Madume. Kuna mhusika anaitwa Ekueme. Kuna mhusika anaitwa Ahurore. Kuna mhusika anaitwa Abu Turombe. Lakini pia kuna mhusika anaitwa Anyika. Kuna mhusika anaitwa Wall na wahusika wengine kadhaa ambao ni ndugu wa wahusika niliowataja, ambao kimsingi hawana muhimu sana. Hata kama nisipokutajia bado tu utaelewa kitabu kulingana na matukio ambayo naenda kuyaunganisha. Nikifupisha story kutoka katika chapter 30 kuja kwenye chapter 2 mpaka 3. Karibu sana. Kitabu hiki kinazungumzia mwanamke ambaye anaitwa Ihuoma. Mwanamke huyu amezungukwa matukio, ndiyo mhusika mkuu, main character. Matukio yanamzunguka yeye, akiwa ni mwanamke ambaye ni mzuri, ni mrembo kiwalisia, na mwandishi amejaribu kutueleza jinsi mwanamke huyu anavyopendwa na wanaume katika kijiji anachoishi. Wanaume wanampenda, si apendwe tu kwa kutokana na uzuri alionao, anapendwa pia kutokana na tabia nzuri alionayo. Na upendo na watu, ni mkarimu. Ukiachana na hayo mambo ya kupendwa na wanaume mapenzi, lakini pia anapendwa na wazee katika kijiji hiki cha Omokach. Sasa binti huyu ni nani? Nimesema binti huyu anaitwa Ihuoma. Binti au mwanamke huyu anaitwa Ihuoma. Sasa Ihuoma ni mhusika ambaye analeta tafulani katika kijiji anachoishi baada ya kuwa anasababisha vifo vya wanaume ambao anakaa nao kama wapenzi. Nini chanzo cha wanaume kupoteza maisha? Alikuwa na mwanaume wa kwanza akapoteza maisha, akaja akawa na wanaume mwingine ambaye alimtamani tu, alikuwa na hamu ya kuishi naye, lakini pia akapoteza maisha. Watatu pia akaja na yeye akapoteza maisha. Sasa chanzo kikawa hakijulikani nini, japokuwa kulikuwa na wasiwasi ndani, wakihisi kwamba huu sio binadamu wa kawaida. Ni kweli baadaye walikuja kuthibitisha hilo kupitia waganga, wakaamini kwamba kweli huyu mwanamke sio kiumbe cha kawaida. Walikuja kuthibitisha kwamba ni mke wa roho fulani ya majini, ambao nitakuthibitishia ni nini. Wanaita Seeking au mfalme wa bahari. Baada ya kuangalia dodoso kwa ufupi, naomba sasa nianze na tokeo ambalo pengine litakusaidia wewe kuelewa kwamba kitabu kinaelezea nini au kimejikita katika matukio yapi. Huyu mwanamke anaitwa Ihuoma. Inasemekana kwamba alikuwa anaishi kwenye bahari. Alikuwa ni mke wa mfalme wa bahari. Maana yake ni kwamba huyu Ihuoma alikuwa mwanzoni, kabla ya kuja kwa binadamu, alikuwa ni sea goddess, yani mungu wa kike wa bahari, ambaye alikuwa ameolewa na mfalme wa bahari, Sea King, au unaweza kusema mungu wa bahari. Kumbe huyu Ihuoma kabla hajawa binadamu alikuwa ni mungu wa kike wa bahari, yaani mke wa mfalme wa bahari. Sasa baada ya kuwa wameingia kwenye mtafaruku kidogo, Ihuoma akamwambia mume wake kwamba anatamani kwenda kuishi duniani maisha ya kawaida ya binadamu, sio maisha ya kiroho, yani roho ya mizimu. Kwa hiyo alimwambia mume wake kiufupi ni kwamba alikasirishwa na hicho
kitendo au uamuzi wa Ihoma kutamani kuja duniani kuishi kama mwanadamu na sio kama kuishi kama roho wa kimzimu. Yes. Kwa hiyo licha kwamba mume wake alikasirika, lakini alimruhusu. Kwa hiyo Ihoma akawa ameletwa duniani. Alizaliwa kama binadamu wa kawaida, lakini alikuwa na asili ya uungu. Kwa hiyo kitabu kinasema mume wake huyu ambaye ni Seeking alishindwa kumuua au kumfanyia kitu chochote kibaya, kwa sababu alikuwa anampenda sana. Ihoma alikuwa ni miongoni mwa wanawake alikuwa anawapenda na alikuwa anampenda sana sana sana. Kwa hiyo akashindwa kumuua, akibidi tu amruhusu ajazaliwe duniani, na alivyomruhusu akawa ameweka sharti moja ambalo hakumwambia Ihoma, lakini aliweka sharti vyake tu. Akasema, akawa anaamini kabisa kwamba ninampeleka Ihoma duniani, lakini sitomdhuru yeye, nitawadhuru wanaume wale ambao watatamani kuwa naye kimapenzi kama mke. Yes, ambao watatamani kuwa naye kimapenzi kama mke. Lakini pengine tu Ihoma abaki kuwa hawala. Hapo ndipo nitakapowasamehe wanaume hao. Lakini kama kuna mwanaume yatamani kuwa na Ihoma kama mke wake au aishi kama mke na mume, basi mwanaume huyo lazima atafariki. Kwa hiyo ikawa ni kama fate kwa wanaume wote waliokuwa wanaishi katika kijiji anachoishi Ihoma, japokuwa wao walikuwa hawafahamu. Sasa baada ya kuwa nimekuelezea hiyo scenario, naomba niendelee sasa. Kitabu kinaonyesha kwamba Ihoma yuko tayari, ni mtu mzima sasa. Ana mume wake anaitwa Emenike. Wameishi pamoja kwa takriban miaka 6 na wamepata watoto wa kiume wote. Kwa hiyo wana watoto 3 na watoto wote ni wa kiume. Sasa baada ya kuwa wameishi miaka 6 katika sehemu anayoishi, mume wake Emenike ana ndugu yake anaitwa Madume. Sasa Madume huyu ni tunaambiwa ni mtu shupavu mwenye nguvu, lakini ni gaidi kwa tabia, yani ni mkorofi, hana tabia nzuri, anawajibu vibaya wakubwa kwa watoto. Lakini Emenike tunaambiwa kwamba na yeye ni mtu mwenye nguvu kweli kweli, ni mpambanaji, lakini tabia yake sio mbovu kama tabia ya Madume. Kwa hiyo Emenike na yeye ni mtu shupavu mwenye nguvu, mpambanaji, anapambana mapigano mbalimbali, amewahi kupigana na kuwashinda watu mbalimbali, lakini tabia yake ni nzuri na anapendwa na wazee sehemu anayoishi. Sasa tunaambiwa kwamba baada ya kuwa Emenike ameishi na mke wake kwa miaka 6 na kupata watoto 3 wa kiume, sasa kuna mtafaruku au mgogoro, niseme ugomvi kati ya Emenike pamoja na ndugu yake anaitwa Madume, na mgogoro huu unasababishwa na kipande cha ardhi, na inaonekana Madume anatumia nguvu kumnyang'anya ardhi ndugu yake Emenike, lakini kiuhalisia ni kwamba ardhi ile ni ya Emenike. Sasa siku moja Emenike akiwa shambani kwake, Madume anamfuata na wanaanza kuzozana. Baadaye wanaingia kwenye ugomvi, wanapopigana ndipo sasa Emenike akawa ameteleza na ikaonekana kwamba Madume amemshinda, akawa amempiga na Emenike akaumia na kuzilai. Sasa alipozilai, Madume akakimbia akiwa anahisi amemuua ndugu yake na alijutia kwa kile alichokifanya. Lakini baadaye mke wake na Emenike akawa anamtafuta, ambaye ni Ihoma. Sasa nazungumzia Ihoma, akawa anamtafuta mume wake, ndipo akamkuta shambani akiwa amezilai, akamchukua, lakini akiwa anaamini kwamba labda pengine mume wake kilichomdhuru ni mnyama mkubwa, labda pengine chui na kadhalika. Alipomchukua baadaye mume wake ambaye ni Emenike alipata unafuu. Sasa huyu Madume baada ya kuwa amempiga Emenike alikimbia kwenye kijiji kingine cha jirani, na aliposikia taarifa kwamba Emenike amepata unafuu na ameamka, basi alifurahi sana, kwa sababu alikuwa ameshasikitika kwamba pengine amemuua ndugu yake, na nimekwambia mwanzoni kwamba alijutia kwa alichokitenda. Sasa wakaendelea kuishi hivyo, lakini baada ya muda mfupi kutoka muda aliyopata unafuu akawa amepoteza maisha huyu kijana anaitwa Emenike. Sasa jamii hii ikasikitika, ikaingia kwenye majonzi makubwa,
wakamlilia, lakini pia wakawa wamesikitika sana, wamesikitishwa na kifo cha Emenike, na wakawa wamekihusianisha hicho kifo na kipigo ambacho alikitoa Madume. Sasa wakawa wanaamini kwamba Madume ndo alifanya Emenike apoteze maisha, lakini kiuhalisia ni kwamba Sea King alikuwa kwenye process. Sea King alikuwa anafanya mambo yake tayari, kwa sababu ahadi aliyoitoa ya kwamba atakuja amuue kila mwanaume anayekuwa kwenye mahusiano na Ihoma, basi inaanza kutimia. Sasa ahadi ya kwanza ikatimia kwa Emenike kupoteza maisha baada ya kuwa ameishi na Ihoma kwa miaka 6, lakini wao kijijini hawajui chochote ambacho kinaendelea, na uendelee kusikiliza na baadaye utajua ilikuwaje. Sasa baada ya Emenike kupoteza maisha yaliendelea, lakini Ihoma aliishi kwa masikitiko makubwa sana. Baadaye tunaambiwa kwamba Madume ambaye ni ndugu yake Emenike na ambaye aliingia kwenye ugomvi na Emenike kutokana na kipande cha ardhi, alianza kumtongoza Ihoma. Kwa baada ya kifo cha Emenike, Madume akaanza kumtongoza Ihoma akiwa na tamanio la kuwa naye kiwapenzi. Lakini kumbuka, Madume huyo alikuwa na mke tayari. Mke wake anaitwa Wall, ambaye Wall amezaa watoto 4. Watoto 4 hao wote ni wa kike. Kwa hiyo Madume alikuwa anatamani awe na Ihoma kama mke wake, ili mali tu kwamba apate watoto wengine ambao ni wa kiume. Kwa hiyo yule mke wake na Madume anaitwa Wall, kutokana na kuzaa watoto wa kike pekee, walikuwa hawapendani sana, walikuwa hawana amani ya ndoa, walikuwa hawana amani ya ndoa, kiasi kwamba ilikuwa inafikia muda Madume anawaita wale watoto kwamba ni watoto wa Wall, sio watoto wake. Kwa hiyo akawa anatamani sana apate mtoto wa kiume, na tamanio hilo aliamini kabisa kwamba litatimizwa na Ihoma ambaye anaonekana kabisa kwamba ana uwezo wa kuzaa watoto wa kiume. Basi akaanza kumtongoza ili mradi tu awe naye kama mke wake, lakini Ihoma alikataa, akasema kwamba hawezi kuingia kwenye ndoa kutokana na kwamba bado yupo kwenye majonzi ya mume wake aliyepoteza maisha, na wamekuwa naye wakipendana kwa muda takriban miaka 6. Sasa lakini Madume alitumia nguvu. Yule alikuwa anaonekana ni powerful man, lakini very rude. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kutumia nguvu, akiamini kabisa kwamba sifa za uwezo wake wa kupambana alizonazo kijijini zinaweza zikamfanya apendwe na mwanamke yoyote. Kwa hiyo aliamini hivyo. Sasa kukataliwa na Ihoma, alikuwa anashangaa kwamba ni kitendo gani. Kwa hiyo akawa anaendelea kumtongoza mara kwa mara, lakini Ihoma aliendelea na msimamo wake wa kutokumkubalia. Yes. Sasa hiyo ikamfanya Madume akasirike sana. Madume akawa amekasirishwa na hicho kitendo. Sasa alivyokasirishwa, akatumia mbinu nyingine, akawa ameenda kwa Anyika, lakini Anyika akamwambia kwamba kijana wewe, kuna shida utaipata. Wewe utapoteza maisha sio muda mrefu, kwa sababu umekuwa na tamanio la kutamani kuwa na Ihoma kama mke wako. Kwa hiyo sasa inabidi angalau uchukue vitu kadhaa uvitafute, alafu utoe kama sadaka usiku katikati ya barabara, au niseme kwenye junction. Kwenye junction. Junction ni kama njia panda fulani. Sasa kwa hiyo Anyika huyu ni mganga, ni witch doctor ambaye anazungumza na ana uwezo wa kuzungumza na gods na goddess. Kwa hiyo akawa amemwambia hivyo kwamba inabidi sasa ufanye sacrifice, alafu ikuweke sawa, usije ukawa upoteza maisha, kwa sababu hata aliyepoteza maisha pia inaonekana amepoteza maisha, miungu ndio waliomuua. Alimpa tu intro kama hiyo. Kwa hiyo Madume na yeye akaona basi hii ndio nzuri, basi ngoja nifanye hivi ili nisije nikafariki. Maisha ni muhimu kwanza kabla ya mapenzi. Kwa hiyo akawa kuna vitu fulani mganga akamwambia, Madume akavikusanya hivyo vitu kwa ajili ya kufanya sacrifice. Akaenda kufanya sacrifice kwenye junction, akawa amemaliza na akaishi maisha kijamii, kwamba hawezi kupoteza maisha kwa sababu ameshafanya sacrifice. Kwa hiyo ataendelea kumtongoza Ihoma ili wakae pamoja. Sasa siku moja Ihoma akiwa shambani anavuna mazao fulani, huyu Madume
akawa ameenda shambani akaleta tena ugomvi kama alioleta kwa Emeniki ndugu yake, akawa amemkataza Ihoma asiendelee kuvuna yale mazao aliyokuwa anavuna. Sasa katika kumkataza wakaingia kwenye ugomvi kiasi cha Ihoma kuzidiwa, na akawa amepiga kelele akiwa anakimbia kuelekea nyumbani. Ndipo sasa wanaingia kama watu kama kina Nandi na watu wengine akina Ekweme na wanaume wengine kadhaa wakiwa pamoja, wakakuja kuachanisha ugomvi uliokuwa unaendelea. Kwa hiyo Ihoma akawa ameondoka zake kwa hasira sana kuelekea nyumbani. Huko nyuma akabaki Madume pamoja na wanaume wengine, na wenyewe wakamwacha shambani. Walimwacha shambani, akaonekana kwamba yeye sasa ndo mfalme. Sasa anachukua kishamba kile kinabaki kama cha kwake, akawa anainama kwa ajili ya kuendelea kuvuna kile ambacho walikuwa anatamani kuvuna. Ndipo sasa anatokea nyoka, anamtemea usoni na Madume anakuwa kipofu. Kwa hiyo nyoka alitoka pasikojulikana, alitokea tu na akamtemea mate, na Madume akawa amekuwa kipofu na kuanza kupiga kelele bila msaada. Baadaye kulitokea watu wakawa wamemsaidia kumpeleka nyumbani, na akawa amefika nyumbani pale, anamwambia mke wake angalau achukue maziwa ya mke wake, yaani achukue yale maziwa ayaweke machoni mwa Madume ili angalau apate unafuu. Lakini mke wake alipoweka humo, ndio sasa macho yakazidi kuwa ya upofu zaidi, yakaingia ndani. Sasa kile kitendo kilimpa sana aibu huyu Madume, kilimpatia aibu. Walipata aibu sana kama giant na mtu mkubwa, mtu mzito wa mapambano ambaye alikuwa anaaminika kijijini, na alikuwa anajikuta yeye ni shujaa na hawezi kufanyiwa chochote na kitu chochote. Lakini shangaa tu kwamba nyoka mdogo ameweza kumtemea mate na amekuwa kipofu na sasa hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo akawa ameingiwa na aibu, msongo wa mawazo, na wakaingia kwenye ugomvi pia na mke wake. Mke wake akawa anaamini kabisa kwamba huyu jamaa kilichomponza ni kuwa na tamaa ya kuoa wanawake wengi, na kutokana na hilo pia wakaingia kwenye ugomvi na mke wake. Ikawa ni shida tupu katika hiyo familia, na baadaye mke wake akahisi kama atakuja kutolewa sadaka na Madume. Ndipo sasa akakimbia, akawachukua wanae, akawa amekimbia katika kijiji jirani. Kabla ya hapo, sababu walikuja wazee ambao waliitwa kuja kutatua ugomvi kati ya Madume na mkewe ambaye ni Wolo, lakini Madume alileta hasira na kiburi, akawadharau wazee. Wazee wakawa wameondoka, lakini wakimwambia, wewe inabidi usilete kiburi sasa hivi, inabidi utusikilize sasa, kwa sababu hauna cha kufanya, hauna uwezo wa kufanya wote. Msaada unatoka kwa watu ambao waoni, kwa hiyo inabidi utusikilize, tufanye maamuzi ya kuwarudisha pamoja wewe na mke wako. Lakini jamaa aleta dharau, basi mke wake akawa ameondoka nyumbani, akamwacha Madume pale. Sasa kutokana na mawazo ya kukataliwa na Ihoma, lakini pia mawazo ya aibu, mawazo ya kudharaulika, kama big giant, mtu mzito, jitu nene kubwa limerushiwa mate tu na nyoka na limeingia kwenye upofu, halina cha kufanya. Sasa lipo tu zile aibu zile zikamfanya sasa we na msongo wa mawazo. Lakini pia mke wake pia hayupo na ugomvi kadhalika, ukamfanya sasa jamaa akawa na msongo wa mawazo na akawa amejinyonga. Kwa hiyo baada ya kujinyonga huyo kijana akawa ametokea mwingine sasa Ekweme. Kumbuka kwamba anazungumzia fate ambayo ilitengenezwa na Seeking, ambaye alisema mtu yoyote atakayejaribu kuwa na tamanio kwa Ihoma, yani amtengeneze kama mke wake au akakaa naye kama mke wake kwa miaka fulani au miezi fulani, ataishi naye lakini atakufa tu. Kwa hiyo wa pili ni huyu amepoteza maisha. Sasa hapa ndipo sasa watu wanaanza kuweka wasiwasi juu ya je, huyu Ihoma kweli ni binadamu wa kawaida? Kwa nini wanaume ambao anakuwa nao au wanaomtamani kuwa kama mke wake wanapoteza maisha? Wakawa watu wanaanza kupata wasiwasi na rumors zikaanza kutembea. Yes, kwa hiyo kukawa na tetesi zinatembea kwamba huyu sio binadamu bana, huyu sio binadamu. Kwa nini sasa wanaomuoa na wanajaribu kuwa sehemu ya penzi lake wanapoteza maisha? Sasa wanakijiji wakaamua sasa kutafuta uhalisia, ukweli juu ya hayo mambo. Na kumbuka Anyika ambaye ni mganga wa kienyeji alishawahi kumwambia Madume kitu kama hicho, na wakafanya sacrifice, lakini sacrifice yao haikuwasaidia. Madume alishawahi kupoteza maisha sababu Seeking alikuwa ni mtu ambaye ana nguvu kubwa sana. Sasa
Zile tetesi zile zikafanya mpaka wazee waanze kutafuta sasa uhalisia au niseme ukweli wa mambo, kwamba je, huyu Ihoma ni binadamu kweli au ni roho tu ambayo ni miungu yamekuja kuishi huko duniani ambako sio kwake. Sasa wakawa wamemtafuta Anyika ili angalau afanye upembuzi wa mambo, kwa sababu Anyika alikuwa na uwezo wa kuona mambo ya mbali, alafu pia alikuwa anazungumza na miungu. Alikuwa na uwezo, alikuwa ni kiunganishi kati ya binadamu wa kawaida na miungu. Sasa alivyoangalia kwenye kioo chake, Anyika akaona kabisa kwamba huyu sio binadamu wa kawaida. Sasa huyu sio binadamu wa kawaida. Kwa hiyo wakawa hapo sasa ndipo walipoamini kwamba huyu sio binadamu wa kawaida, lakini wakawa wanamwambia Ekweme kwamba Ekweme, wewe huyu ni mwanamke ambaye sio wa kawaida, sio binadamu wa kawaida. Ana chembe za binadamu, lakini ana chembe za miungu, za kimiungu, ambazo sasa hizi ndio chembe kubwa. Na hiyo walikuwa wanamuelezea Ekweme baada ya kuonekana ni mtu wa tatu ambaye alikuwa anatamani kuwa na Ihoma kama mke wake, kwa sababu alikuwa anampenda sana. Kwa hiyo wana kijiji na wazee wakawa wanamshauri Ekweme asifanye hivyo, lakini pia wazee wake wakawa wanamshauri. Kuna mmoja wapo anaitwa Wigwe, akawa anamshauri sana kijana asishiriki chochote, lakini kijana kwa sababu alikuwa ameshapenda, basi alitamani akae na Ihoma. Kwa hiyo amefariki sasa Emenike, amefariki mwingine ni Madume, sasa watatu ni Ekweme, na yeye anatamanio na kuwa na Ihoma kama mke wake. Alipoenda kumtongoza, Ihoma alikataa, na lengo la kukataa ni nini? Kwa sababu alikuwa ameshaona kabisa kwamba inaonekana kuna fate fulani, japokuwa alikuwa hajatambua sana, alikuwa kuna fate fulani. Hiyo fate inafanya wanaume wapoteza maisha, na yeye ndiye kisababishi kikuu. Hivyo sasa alimkatalia Ekweme mara ya kwanza, akaamini kabisa kwamba anamtengenezea maisha mazuri ya duniani, asije kusababisha na yeye akapoteza maisha kama walivyopoteza wengine. Lakini sasa Ekweme haelewi mapenzi, alichagua mapenzi zaidi. Lakini wazee wake na Ekweme, licha kwamba wanamkataza Ekweme asiendelee na mahusiano na Ihoma kutokana na kwamba anaweza kupoteza maisha, lakini pia sababu nyingine ni kwamba waliwahi kulipa mahali za binti moja anaitwa Ahurole. Kwa binti huyu anaitwa Ahurole. Binti huyu walikuwa wamelipia mahali akiwa na siku 8 tu baada ya kuzaliwa, na wakitarajia kwamba atakuja kuolewa na mtu anaitwa Ekweme. Kwa hiyo wazazi wa Ekweme walilipa mahali kwa binti mdogo anaitwa Ahurole akiwa na siku 8 tu baada ya kuzaliwa, wakiwa na lengo la kwamba huyu binti ajaolewe na Ekweme baadaye baada ya kukua. Na hizo zote nilikuwa nazungumzia mila na tamaduni ambazo sehemu nyingi zinafanyika, kwamba kuna sehemu binti akiwa tumboni au akiwa amezaliwa huwa analipewa mahali mapema sana, na hata binti mwenyewe hajui kabisa kwamba mume wake atakuwa nani, wenyewe wanalipa tu mahali kwa lengo la baadaye akikuwa ajaolewe. Sasa ndio walivyofanyia Ekweme. Sasa mzee wake Ekweme akamwambia kwamba wewe hautakiwi kumuoa Ihoma, unatakiwa muoe Ahurole, ambaye sasa huyu ndiye mke wake tuliokupangia umuoe, kwa lazima ufanye hivyo. Sasa Ekweme alikataa, lakini baadaye akakubali kishingo upande, maana hayo ni maamuzi ya mila na tamaduni za wazee wake. Basi akawa amemuoa kishingo upande. Kwa hiyo Ekweme akawa amemuoa Ahurole na akashindwa kuendelea na mapenzi yake ambayo alikuwa anatamanio la kumuoa Ihoma kama mke wake. Sasa alipomuoa Ahurole, ugomvi ulikuwa ni mwingi kwa sababu walikuwa hawapatani na nini. Unajua tena mapenzi ya watu ambao hawaelewani, hawajapendana, wamelazimishwa tu kuoana na wazee kutokana na maamuzi hayo. Sasa maisha yalikuwa ni ya shida sana. Sasa mmoja wao walipigana, Ahurole na Ekweme wakawa wameingia kwenye ugomvi, wakapigana, na Ahurole akawa amekimbilia nyumbani. Alipokimbilia nyumbani akamkuta mama yake, akamuelezea juu kilichotokea. Mama yake akasema ataenda kwa mganga na atampatia dawa ya kumtuliza mmewe. Basi ni kweli bwana, mama akawa ameenda kwa mganga, akachukua dawa kwa ajili ya kumtuliza mme wake na Ahurole ambaye anaitwa Ekweme. Basi dawa akaichukua Ahurole kurudi nyumbani. Alipofika nyumbani akamwekea dawa Ekweme, alimwekea dawa kwenye chakula, na Ekweme alipokula, badala atulie na kumpenda mke wake, ndo akawa kichaa. Kwa hiyo akatoka kwenye ubinadamu na kuwa
mad, akawa crazy kweli kweli, akawa kichaa, aelewi. Sasa akawa hampendi mke wake na hawapendi wazazi wake. Yani ule ukichaa ulimfanya ampende Ihoma zaidi. Umeona si King anavyofanya mambo yake, anawachanganya. Kwa nini si King alifanya mambo hayo kwa Ekweme? Alifanya mambo hayo ili baadaye Ekweme aende kwa Ihoma na ifanyike vitu, apoteze maisha, kwa sababu alikuwa ameshaweka tamanio la kumwoa Ihoma. Kwa si King alivyoona Ekweme ameingia kwenye uhusiano na Abolole, kwa hiyo akawa ndio hizo mbinu alizoziweka yeye kwenye process zake, ili mradi tu Ekweme arudi kwa Ihoma alafu aweze kupoteza maisha. Sasa Ekweme akawa amekuwa kichaa. Alipokuwa kichaa akawa hapatani kabisa na familia yake wala mke wake. Chakula hakitaki, akilishwa na familia yake hali, akipewa dawa hanywi, lakini akipewa na Ihoma anakubali. Chakula analishwa na Ihoma anakubali, dawa anakubali. Sasa kabidi apewe Ihoma majukumu ya kumuuguza Ekweme. Kwa hiyo Ihoma akapewa majukumu ya kumuuguza Ekweme. Sasa na akamuuguza na baadaye akampeleka kwa mganga wa kienyeji, daktari wa asili, na Ekweme akapata unafuu. Sasa wazazi wakaa kwenye dilema, hawaelewi vipi tena. Yule mtu aliyekuwa hawamtaki ndiye aliyemsaidia mwanao, lakini sasa yule ambaye walikuwa hawamtaki ndiye ambaye amesababisha mtoto wao aingie kwenye taabu, mtoto wao aingie kwenye maradhi, mtoto wao awe kichaa. Sasa vipi ni vipi? Basi wakawa hawana msimamo bwana, wakaamua tu kwamba basi mwanetu Ekweme, hebu muoe tu Ihoma, maana tuna namna. Kwa hiyo Ekweme akapewa baraka na wazazi wake kwa ajili ya kumwoa Ihoma. Na huyu Abolole akawa ameelekea nyumbani kwa uoga kwamba pengine yeye asije akashutumiwa kwamba amesababisha ugonjwa kwa Ekweme. Sasa wazazi walipoweka hizo baraka, bado kijiji kilikuwa hakitaki hicho kitu, sababu walikuwa wanaona kabisa kwamba kijana anaenda kupotea. Lakini sasa wazazi nao waliposikiliza hivyo, mtoto baba yake ni anaitwa Wigwe, babake Ekweme, Wigwe. Sasa huyu mzazi wa mzee wake na Ekweme, baada ya kuwa ametia baraka kwa Ekweme, ikabidi kwanza achukue na mawazo kidogo ya wazee. Ndipo sasa akaona sasa inabidi aende kwa mganga ngarau ili watoe uthibitisho wa alichokuwa anakisema Anyika ni kweli. Wakaenda tena kuangalia, na kipindi hicho sasa Anyika alitumia pesa zake mwenyewe, sio za kwao, pesa zake. Akamwambia jamani, bwana wasaidie tena tuthibitishe. Basi wakaenda kuthibitisha, wakaona ni vile vile ambacho ilikuwa, lakini bado walikuwa hawaamini. Wakasema huyu ana uwezo huyu. Lakini Anyika aliwaambia huyu sio binadamu wa kawaida. Alikuwa anaishi baharini na alikuwa anaishi na mfalme wa bahari anaitwa Sea King, na mfalme na huyu mnayemwona sasa hivi yupo Ihoma alikuwa ni Sea Goddess, ilikuwa ni mungu wa kike wa bahari. Kwa hiyo kwa yule mwanaume yoyote ambaye ataingia kwenye mahusiano naye kama mke na mume, basi ataishia kufa. Na mimi sina uwezo wa kufanya chochote, sina uwezo wa kufanya msaada wowote, kwa sababu yule Sea King ana nguvu. Anawaelezea vizuri kabisa, anaweza vizuri polepole kwa ufasaha, lakini wanaonekana kabisa kwamba waliporudi nyumbani wakawa hawaamini kile ambacho walikuwa nakisema Anyika. Basi wakasema tumtafute mwingine bwana, tumtafute daktari mwingine wa asili bwana. Wakawa wamemtafuta daktari mwingine ambaye huyo anaitwa Ago Turumbe, mtaalamu huyo. Basi wakawa amewafanyia maono. Alipofanyia maono Ago Turumbe, na yeye alichokiona hakikuwa mbali sana na alichokifanya Anyika. Umeona bwana? Sasa yeye, lakini sasa tofauti ni kwamba yeye aliwaambia kwamba ana uwezo wa kufanya Sea King akose nguvu. Umeona bwana? Ana uwezo wa kufanya Sea King akose nguvu, na Ekweme atamwoa Ihoma na bila matatizo yoyote, na hatapoteza maisha. Hicho ndo kilikuwa tofauti, lakini yale maono yote yalikuwa yanafanana, kama ambavyo nilikusimulia mwanzoni juu ya Sea King na Sea Goddess.
Sasa wakafurahi sana kwa sababu matumaini yao yalikuwa yameshakatishwa. Mwanzo walikuwa na furaha kutokana na kwamba wanataka mtoto wao anataka kumuoa Ihoma, lakini baadaye wakakatishwa na kwamba wakatishwa tamaa kwamba sio binadamu wa kawaida. Sasa baadaye tena wakapata matumaini baada ya kuambiwa na Ago Turumbe, mtaalamu, kwamba hiyo kazi ni ndogo kwake na anaweza akamkanyaga si king akamkanyaga si king, alafu mambo yatakuwa sawa. Basi wakafurahi sana. Basi akamwambia masharti kadhaa, akamwambia walete baadhi ya vitu ambavyo ni vya msingi. Akamwambia vitu vingi sana kama ambavyo waganga wanasema, mambo ya kuku wekundu na kadhalika. Sisi niletee mbuzi mweusi aliye na mkia mrefu kama yani shida tu. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mengi, lakini kitu kikubwa ambacho walimwambia ni kwamba alete mjusi. Yes, alete mjusi. Mjusi gani? Mjusi wa kiume. Sasa wakishaleta mjusi wanaenda kufanya matambiko katikati ya bahari. Unaona bwana? Yes, sasa hivyo vitu vikaanza kutafutwa na wazee wakasema yes, sasa haya ndio mambo sasa, maana hili tatizo litaisha na vijana wetu wataishi vizuri na hakutotokea msiba kama ilivyokuwa inatokea. Basi maandalizi yakaendelea bwana. Kuna siku moja wakiwa kwenye maandalizi, kuna mtoto wa Ihoma ambaye ni wa kiume akawa amemwona mjusi akiwa anatembea kwenye ukuta. Kijana akasema mambo si haya yanayohitajika. Akaweka mshale kwenye upinde, alafu akarusha mshale ule kwa ajili ya kumpiga mjusi. Ile anarusha mshale, mara anatokea Ekweme kutoka ndani. Badala mshale upige mjusi, mshale ukawa umemgonga Ekweme na akawa amepoteza maisha hapo. Kwa hiyo fate ikawa imetimia. Yaani kile wanachokuwa wanakilenga wao akijatimia, wao wanafanya maandalizi kwa ajili ya kumdhibiti Sikini. Alafu sasa maandalizi haya yanawafanya wanajua wanauana wao kwa wao. Yaani huyu ndo anaitwa King. Yaani wewe lazima ufe tu. Yaani kama ni hatima yako ya kufa lazima ufe. Hata kama ukipambana vipi, hata ukienda kwa waganga vipi. Kwa mfano Madume alienda kwa mganga akafanya sacrifice ina akafa. Mwingine ni huyu hapa ambaye ni Ekweme, na yeye baada ya kuona hivyo wazee wanamwambia yeye aelewe na wadharau na wacheka. Anaona kama watu kawaida. Yaani alikuwa yupo tayari kufa. Wanamwambia, anasema mimi nipo tayari tu. Yaani hata kama nikimuoa Ihoma tu kwa siku moja, alafu nikafa kesho sio mbaya tu. Mimi kufa kupo tu, nitakufa. Yaani natamani tu hata angalau siku moja, na nikifuata kesho yake baada ya siku moja kumuoa ni nzuri tu. Kwa hiyo alikuwa yuko tayari, yani amempenda Ihoma kupitiliza. Kwa hiyo sasa kabla akiwa anajiandaa na maandalizi ya kuweka matambiko ili asipoteze maisha na kijiji kiishi kwa amani, basi jamaa akawa amepoteza maisha. Nasema alipoteza maisha kivipi? Alipoteza maisha pale ambapo mtoto wa kiume wa Ihoma aliona mjusi unatambaa kwenye ukuta, akaweka mshale ili aupige kwa ajili ya kumsaidia Ekweme aweze kupata zile items ambazo walikuwa wamemwambia zipeleke. Sasa wakati anapiga anatoa mshale kwa ajili ya kumpiga mjusi, Ekweme akatoka ndani na bahati mbaya mshale ukaenda kwake baada ya kwenda kwa mjusi. Hiyo ndio inaitwa fate. Kitu kiko kimelengwa. Sasa huyu akawa ni mume mwingine amefariki, amepoteza maisha. Basi Ihoma alilia sana na kusikitika sana, lakini baadaye alizoea, akaona maisha ndo haya tu. Masikitiko ni kwangu, huzuni ni kwangu. Na hapo sasa ndipo naye akatambua fate yake kwamba alikuwa ni nani na alikuwa anaishi wapi na kile ambacho alikuwa hakifahamu. Kwa hiyo wote wakawa wamenyekeza kwamba kweli huyu ni Sea Goddess. Na baada ya hapo, kuanzia muda huo Ihoma akawa anaishi mpweke, akakubali maisha bwana, akasema ataishi peke yake. Na kuanzia muda huo hakuna mume yeyote aliyediriki kwenda kumtongoza Ihoma, kwa sababu waliogopa kwamba watapoteza maisha kama fate ilivyokuwa imepangwa na Sikini, mfalme wa bahari, Mungu wa bahari mwenyewe, ambaye alikuwa na wivu mkubwa sana kwa mpenzi wake wa kitambo. Sasa kufikia hapo tunaambiwa kabisa kwamba Ihoma akaishi kwa masikitiko na akawachukua watoto wake akawalea, akaishi nao watoto wake vizuri kabisa kiupeke, na
akawa amezoea hali, hakuwa na wa kumlaumu kwa sababu yeye ndiye chanzo. Basi hadithi ikawa imeishia hapo. Asante sana ndugu msikilizaji, wadau wa elimu na watu wengine wote kwa kuwa pamoja nami. Naitwa Mwalimu Bwire, karibu sana kwenye channel. Usisahau kufanya subscription, usisahau subscribe, usifanye like, usisahau na kuandika comment, kutoa comment juu ya kile unachoona ni bora au kibaya, nirekebishe au ni improve. Asante sana.